kujizuru. Paulo akamwambia no. Usijizuru. Paulo akamwambia usijizuru. Sisi sote tupo. Sisi ambao sasa ni wale watupo, lakini wafungwa wengine pia wapo. Haleluya. Wafungwa wengine wapo. Kwa hiyo usijizuru. Akasema kulikoni? Ni kwa nini madirisha niachia? Kwa nini milango niachia? Akasema hiyo ni hadithi ndefu. Haleluya. Sikiliza. Akawaambia ya kwamba njooni nje. Akawafungua mikono na miguu. Akawaleta mpaka nje. Maandiko yanasema yule mlinzi wa gereza akawaleta mpaka nje. Alipoleta nje akaanza kuwahoji na kuwauliza ya kwamba imekuwaje? Kwa nini gereza leo limepitwa na mambo kama haya? Kwa nini milango imeachia? Haijawahi kutokea wakati wote ule. Akawaambia ya kwamba ni Yesu tunayemtumikia aliyofanya milango ikawa wazi, aliyofanya maisha ikawa wazi, aliyofanya milango ikawa wazi. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Unataka nikwambie kitu kingine tena? Sikiliza. Yule mlinzi wa gereza, yule askari kuhusu maisha yako, utaokoka. Yes. Haleluya. Wa maisha yako. Wewe na nyumba ya kwako wote mnaokoka. Wote mnaokoka. Yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unataka nikwambie kitu kingine? Bwana Yesu asifiwe. Yule mlinzi wa gereza akamwambia sasa twendeni niwapeleke nyumbani. Akawapeleka nyumbani. Akawaosha makofi yote. Sema amina. Akawaosha vidonda vyote. Akawapa chakula makama. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Sasa ni kwa nini Paulo na Sila walimwambia ukiamini utaokoka wewe na nyumba yako? Maana yake hakuna jina jingine ambalo wamepewa wanadamu la kuwaweka wao wawe salama katika ulimwengu. Ni jina la Yesu peke yake. Mke wako ataokolewa. Sema amina. Kama ni Biblia itakiwa Musa ndio angepewa jina na kuokoa wanadamu, lakini Musa hajapewa jina hilo na kuwa kuu na kuweza kuokoa wanadamu. Lakini Mungu alimpenda sana Joshua, lakini jina la Joshua alikupewa nafasi ya kuokoa wanadamu. Lakini tuna mtume Muhammad. Mtume Muhammad ni jina kubwa, ni mtume pia, lakini hakupewa nafasi ya kuokoa wanadamu. Ni jina la Yesu pekee. Nataka nikwambie mchana wa leo, ni jina la Yesu pekee ambalo limepewa nafasi ya kuokoa wanadamu. Haujapata mwafaka wa tatizo lako. Bwana asifiwe. Ndio maana mzee mmoja akaniambia mchungaji, nimeita wazee wamefanya dua, wazee wa Kimang'ati zaidi ya mara 5-6, lakini jambo lile limesimama liko pale. Nikamwambia mzee, wa Mang'ati majina yao hayajapewa nafasi ya kuokoa wanadamu. Ni jina la Yesu pekee ndilo ambalo lililopewa nafasi na uwezo wa kukukomboa wewe na nyumba yako. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie mtu wa Mungu mchana wa leo, nataka niseme kwako mchana wa leo, kama endapo naweza kuruhusu moyo wako ukaulazimisha moyo wako kumwamini Kristo Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha, unaokoka hapa na utakutwa na nyumba pia wameokolewa wote. Utaokolewa wewe na familia yako, utaokolewa wewe na watoto wako, kama ukimkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Katika Warumi sura ya 10:9 anazungumza pia. Anasema hivi, ukimkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaokoka. Haleluya.
Leo hii mwamini Kristo. Mwamini Kristo.